Ndugu wananchi na ndugu wafanyakazi wenzangu, kwa wingi wa furaha na matumaini mema, napenda kuanza kutumia fursa hii adhimu kwa siku ya leo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mpweke, mwingi wa rehema na mwenye uwezo wa umiliki wa kila kitu, ambavyo sisi waja wake tunavifahamu na vile ambavyo kwa kudra yake anavitambua yeye mwenyewe tu. Napenda nitumie fursa hii kuwashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuwa na upendo, ushirikiano na mshikamano na kuendelea kupendana kama maelekezo ya Mwenyezi Mungu yalivyotuelekeza. Sote tunashuhudia siku hizi tulizo nazo tumekuwa tukiendelea kupata faraja na bahati njema ya mvua ambazo takriban kila sehemu ya nchi yetu imefika. Hii ni ishara nzuri katika maisha, hivyo ni vyema tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili mvua hizi ziwe ni zenye neema na mafanikio makubwa. Ndugu wananchi, nimefurahi sana kuwa nanyi hapa leo tunapokaribia kilele cha sherehe za Mei Mosi duniani. Ni wakati muafaka kwetu sote kutafakari umuhimu wetu kama wafanyakazi na nguvu yetu tunapoungana. Mei Mosi ni siku ya kumbukumbu na kukumbuka mapambano ya kihistoria ya wafanyakazi duniani kote. Ni siku ya kuenzi haki zetu tulizopigania kwa damu na jasho, na ni siku ya kuangalia mbele kwa matumaini na azma mpya. Bwana nchi, kama mnavyofahamu, kila ifikapo tarehe mosi Mei ya kila mwaka huwa ni siku ya wafanyakazi duniani. Siku hii imewekwa kuwa ni mapumziko kwa wafanyakazi pamoja na wananchi kuadhimisha siku hii kwa shughuli mbalimbali. Kwa kawaida huwa tunaita ni siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, ambapo kabla ya siku hii ya kilele, shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji, jumuiya ya waajiri na washirika mbalimbali wa umma na binafsi huwa wanashiriki kwa pamoja katika matukio mbalimbali yaliyoandaliwa, ikiwemo bonanza la michezo, makongamano na semina, kuwatembelea wafanyakazi wastaafu na pia shughuli za usafi na mazingira. Zawadi mbalimbali hutolewa kwa washindi hasa kwenye bonanza. Ndugu wananchi, tumekuwa na utaratibu maalum wa kuadhimisha kilele cha siku hii kwa kipindi kirefu kwa mzunguko wa mikoa yote Unguja na Pemba kwa madhumuni ya kuweza kuwashirikisha wananchi wote katika nchi yetu. Utaratibu huu bado unathaminiwa na unaendelezwa. Hivyo, napenda kutoa taarifa kuwa mwaka huu wa 2025 kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kitafanyika katika viwanja vya Kizimkazi Dimbani kwa Mama, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, siku ya Alhamis tarehe mosi Mei 2025 wakati wa asubuhi. Ni vizuri kuanzia saa 12 asubuhi wafanyakazi na wananchi wakaanza kujumuika pamoja. Maadhimisho ya mwaka huu wa 2025 yatafanikishwa kwa shughuli za maonyesho ya kazi na taasisi mbalimbali za umma na binafsi kwa njia ya mabanda huko Kizimkazi, na pia maonyesho ya kazi kwa njia ya magari yatayopita na kupokelewa na mgeni rasmi katika siku hiyo ya kilele. Ndugu wananchi, siku hii ni muhimu sana kwetu, hivyo kutokana na uzito wake kama desturi yetu ilivyo, mgeni rasmi katika kilele hicho atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Napenda kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wafanyakazi wote wa taasisi za umma na binafsi pamoja na wananchi tujitokeze kwa wingi katika maadhimisho haya. Pia natoa wito kwa kuwaomba waajiri wote nchini kuwaruhusu wafanyakazi wao kushiriki na kuungana na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi siku hiyo. Ndugu wananchi na ndugu wafanyakazi, kauli mbiu ya maadhimisho hayo mwaka huu ni wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria na tushirikiane katika uchaguzi mkuu kwa amani. Kauli mbiu hii imebeba ujumbe, fikra na dhana nzuri katika kuimarisha masuala ya kazi nchini, kwa kuwa Mheshimiwa mgeni rasmi ni rais wetu na ni mtu mtii, mwadilifu na mwenye kuthamini utu na maisha ya wafanyakazi. Tunaamini sana kuwa atatoa faraja kwa wafanyakazi na wananchi kutokana na kauli mbiu hii kwa kuzingatia umuhimu wa siku hii. Kwa mantiki hiyo, naendelea kutoa wito kwenu wafanyakazi na wananchi sote tuwepo, tusikie mema ambayo atatuahidi kutufanyia. Ndugu wananchi na ndugu wafanyakazi, mafanikio ya maadhimisho hayo ni kwetu sote, tushirikiane kwa pamoja
Vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kutekeleza wajibu wake kuwalinda wananchi wake. Kuhusu utaratibu wa usafiri wa kwenda na kurudi, taarifa rasmi zitatolewa na mamlaka husika. Shime kushiriki kwa wingi bila kukosa, na niwatakie muwe na afya njema na umri mrefu, na sote Mwenyezi Mungu atufikishe huko kwa salama.